Yechelewa. Hapana. Baby. Niambie baby. Nikiona nasikia raha sana. Shem. Hii habari. Safi bwana, karibu sana. Naona uko na mchumba. Mambo vipi bwana mleo? Mambo. Hai. Vipi? Naona kama mnakula bata hivi yani, Eti unajua kidogo tunajifurahisha. Okay. Kwa hiyo unaona ule bata. Huyu ni nani? Huyu ni mchumba wangu. Sio mbaya lakini kwa sababu wewe ndio umeamua. Sio mbaya. Kula bata na nini au sio? Yaani uwazi kabisa kuhusiana na Sisteri yani, Sisteri amedanji kimazabe mzee wangu au sio? Umekwenda umefikia nini afu umerudi unakula bata. Hivi unahisi yule ni ng'ombe, kuku yule, bata yule? Sio? Yaani nisikilize nikwambie. Sisi tulikukabidhi sister ukae naye. Alikuwa mikononi mwako. Ameumwa kimazabe, amekufa kimazabe bila kukaa na familia tukae tujadili tujue shida nini, imekuaje? Wewe unakuja huko tu unakula bata yani. Unajua shemeji, mimi sikuelewi. Yule kashakufa. Kwa hiyo utaka mimi nimfufue? Nisikilize. Ile ni dada. Yule ni dada yangu mimi. Si unanielewa? Yule ni dada yangu mimi. Kwa hiyo nafikiri mimi sina uchungu na kifo chake. Una uchungu na kunywa hapa. Unakaa na maraya hao. Una uchungu. Unakaa na maraya hao. Sikiliza. Next time. Nitarudi. Alafu ujio utakao kuja nao. Sio bla bla tena. Where? Hello, sir. Mr. West. Niambie mama. Poa. Mambo vipi? Poa, shwari. Sikiliza mwanangu. Sawa. Mimi sinaga utaratibu kabisa wa kuja kwako na mazoea huaga sina. Wewe mwenyewe unaelewa. Kwa hiyo mpaka umeniona nimekuja hapa ujue kuna jambo. Umeelewa? Na nimekuja kutoa tahadhari kabisa kwamba isije katokea mtu akalamba mchanga, tukauana, tukaumizana, alafu ikawa naleta lawama. Kwa hiyo nimekuja kutoa angalizo kabisa ili mradi tufanye nini? Tujue. Unajua wewe na Moze, nyinyi mlikuwa mnakuja pale mwanangu kitambo sana kipindi sister yupo. Umeona? Yeye sister alikuwa anasema nyinyi sijui mnasoma naye, sisi tukaona fresh kabisa. Mpaka baadaye masuala mahusiano nini tukabariki, ndoa ikafungwa. Unanielewa sijui hilo? Najua. Imefikia hatua Sisteri kadanji mwanangu ujue, kafa ujue, arudi tena ule pale. Umeelewa? Amekufa kimazabe tu na amekufa kwenye mikono ujue ya mume wake. Sisi kama familia hatujui. Baadaye ya kukaa sisi na Moze nini kama familia tukae chini tuyajenge tujue hapa kuna shida gani? Mbona sister anakufa hivi tu kimazabe? Shemu ujue aonekane anitafuti ule ukaribu tokea wa zamani nini nikashauvunja kitambo. Mimi nakuja kumkuta yule jamaa anakula bata unajua. Juzi tu mjue sister nimetoka kumzika. Sika mchukulia ng'ombe, mbuzi alafu ananiambia eti ana demu sijui anamfariji. Sasa mimi kitu ambacho nimechukulia ujue yule pale mshikaji inawezekana anahusika ujue kumdanjisha sisteri wangu ujue afu ile pale damu. Kwa hiyo nimekuja kwako kukwambia mshikaji amenikoroga na lolote likitokea ujue mwanangu tusije tukalaumiana. Sikiza. Umesikia bwana Rais? Kweli ile Moses ni rafiki yangu. Na uzuri kwamba tulikuja kwa ajili ya sister nini. Chochote kinachotokea mimi mwenyewe lazima kiniume. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ninataka nikufanye kitu kimoja. Na upunguzishe umunkali ulionao. Ili usije ukafanya jambo
likaonekana baya, baadaye ukalaumiwa afu ukajuta. Kwani umefanya jambo kama hilo? Au sio? Tuondokane na hizi vurugu hapa nini. Ngoja nikwambie kitu. Yule jamaa ana tatizo. Yule jamaa amesumbuliwa pia. Sio, unanielewa? Yule jamaa sio yeye. Sio, unanielewa vizuri? Unajua ikwaje? Story ilikuwa hivi. Haina shida. Jana basi mwambie Mzozo aweze kupitia tu. Apitie hapa nyumbani. Basi sawa. Hata tukianza na 300,000 sio mbaya. Sawa. Jioni sio rahisi kwa leo, labda kwa kesho. Basi nitakujulisha mapema. Asante. Pole mama. Asante, nilikuwa nafika. Si unajua mvua hizi sikufika, ndio kiingia ndani majani yamekuwa makubwa. Nashukuru mama wangu kwa upendo. Sasa kwanza nilikuwa nategemea nimekuja na dada yule mgeni atakuuliza mama huyu ni nani? Nani umekaa kimya? Mama, mimi nilichokuwa nasubiri ni wewe unitambulishe, lakini nikaona kimya. Nilipoona kimya nikaamua na mimi nikae kimya. Lakini nilikuwa nasubiri utambulisho wako. Hapana, wewe ndio baba wa nyumba hii na hapa tumekuja kwako. Lazima uniulize mama huyu ni nani? Labda hivyo mama, nimefanya makosa. Mambo ni sana. Hakijaribika kitu. Huyu binti nimekuja kutoka huko kwa ajili ya kusaidia kazi za huko ndani. Kipindi ambacho uko likizo, akusaidie kazi za huko ndani na pia kutoka hapa na kukufariji. Okay mama. Mimi nafikiri kuswala mshahara labda mlishapanga tangu. Kwa hiyo mama, tutamlipa shilingi ngapi? Hilo ndio swali kwamba tunatakiwa tujadiliane mimi na wewe. Tutampa shilingi ngapi? Wewe unafikiri tumpe shilingi ngapi? 50,000. Sawa. 50,000 inamtosha Kabisa. Mimi kila mwisho wa mwezi nitakuwa naitoa. Sawa, basi hilo limepita. Tutampa shilingi 50,000. Lakini mama, unajua mimi kila nikikaa namkumbuka sana mke wangu. Mimi tena Moze jamani. Najua kama ulimpenda yule mke wako. Lakini Mungu kampenda zaidi. Mbona kama unakufuru sasa? Ni mwanamke nilikuwa nampenda sana. Mimi naona heri ningekufanya msio. Umefikia huko. Na kama unasema ungekufa wewe, na mimi ningesema kwa nini mwanangu kafa? Hiyo sio kauli mkufuru Mungu Moses. Mama, mimi nampenda sana. Haya, unampenda yuko wapi? Sioni mwanamke kufanana na yeye. Moses, kazi ya Mungu ina makosa. Kuna mabinti wazuri, warembo, wana mashepu yao Moses. Ni kiasi gani hicho kichwa chako unakuwa unakifanya kinakuwa muda wote unafikiri mambo haya? Angalia mambo ya mbele Moses. Huko kumbe. Kuangalia kwa chumbani huko. Haya mama, hapa ndio nyumbani. Jiachie kama kwako mwanamke. Sawa? Yaani ninavyokuambia jiachie, sijui unanielewa. Yaani uende bega kwa bega. Umenielewa? Nimekuelewa mama. Yule bwana anapokuja haja kuitosha msogelea, kaka una shida gani? Mara hivi. Yaani sijui, yaani nataka umfanyie mtu mpaka yaani mwenyewe ajisikia yaani anahamasika. Sijui unanielewa? Nimekuelewa. Nadhani unajua nia yetu na lengo letu Kwa hiyo kuwa free. Akija tu, kaka, sasa kazi unakuwa naye karibu. Nadhani unaelewa mambo ya mjini. Sijui unanielewa ana mwanangu? Nimekuelewa. Jiachie nini? Kija umemwekea hicho hajauliza maji mara kaka utakunywa juice. Kaka akakutengenezea nini? Mpaka anaingia kwenye line.
ili nia yetu ifanye nini? Itimie haswa. Basi mama. Kwa hiyo endelea na shughuli zako na zangu ndani kukunja nguo. Sawa mama. Niko naomba uniwekee mchaji. Yaani hivyo zilishisikia ni mpita huyo anataka nini? Yule mwanaume anatamani akikwambia wazo mwendewani. Sio yule mume unamtamani, lazima tukutamani tu. Nimependa, unavutia. Mtoto akisukuma akifanya yes. Safi sana. Unafika mkebe alikuwaje? Kaka huko kama dada Kigoma, mifupa mitupu anashika wapi? Anashika wapi? Lakini akikushika mtoto mashallah akishika kemo akishika anaona safi sana. Yaani nimependa. Na hana ujanja kupindua kwako, lazima achukue ngoma hiyo. Hicho kitu pambe, mimi nimeelewa. Mkiasi mchana, mimi sikia raha. Anakuwa kwingine kwa sababu kashatamani. Sasa wewe endelea. Lazima ukae ndani. Kitu gani bado kakauka. Mimi basi sipendi. Tukakauka anakuwa ndungi. Please sana. Nyumba yako. Upo. Wewe kakazi. Hiyo ni maisha. Zawadi yako ipo. Bwana shukrani. Samahani kidogo. Samahani nakuomba kidogo. Bwana samahani sana. Wewe sura yako sio ngeni sana katika macho yangu mie. Uliona wapi? Wewe nakumbuka wewe kule kwa yule jamaa ambaye alioa wiki moja tu akapata ajali, mke wake akafariki akabaki. Okay, ndio. Ulikuwa hapo msibani? Ndio nilikuwepo. Okay. Yule ni nani wako yule? Yule bwana anafanya naye kazi ofisi moja. Kuna tatizo? Yule bwana kama ni rafiki yako mnafanya kazi ofisi moja, basi naomba tubadilishane namba. Okay, basi sawa, andika. Sawa, hebu taja. 07 15 85 13 08 Koja nikubipu kabisa hapa uweze kupata ya kwangu. Manake mawasiliano kitu kizuri sana bwana. Hiyo. Hii imesha 72.
79 hiyo. Okay, yeah, sawa. Sawa. Bwana tutafutane bwana. Basi ina shida, nitakupigia ili niweze kujua nini ambacho ulikuwa unataka kuniambia. Haya bwana. Halo. Salama, nani? Mpemba wa bajaji. Okay. Nishakukumbuka. Amna bwana, si unajua tena mambo yetu ya kazi zinakuwa zinabana sana, kwa unakuwa nakosa muda. Kwa hiyo uniwela siku hilo. Tuonane leo. Muda gani? Sawa. Kibo, sawa, haina shida. Basi sawa, ngoja nitaongea naye. Alafu atakaponiambia nitakujulisha. Nani? Kuna jamaa mmoja hivi mwendesha bajaji. Sasa kuna siku nilikuwa natoka ofisini pale, nikawa nimepanda bajaji yake. Sasa nilipofika nyumbani pale akawa ameniomba tubadilishane namba za simu, kwa hiyo anataka kuonana na mimi leo. Basi poa, msalimie afande maji. Haya poa, ngoja kwanza nikaonana naye chapo. Sawa, angalia zile ni ofisini kwangu mapanya bwana. Haina shida, tumefika. Haina noma. Njoku. Shakuona njoku. Bwana vipi? Poa vipi? Habari yako bwana? Salama. Haya, hebu nani unakunywa nini wewe? Naomba maji. Umpatie maji huyo. Patie maji yanyu. Haya bwana, ndio maeneo yangu mie. Nikijisisha endesha bajaji huko, nimechoka. Nakuja kutulia hapa. Okay. Sawa. Napata nguo ya baridi hapa aka. Vipi huko? Safi bwana. Mwezi yuko wapi? Mzangu hajaita kufika, ndio maana nikaamua kuja mimi kumwakilisha. Nilitaka mje wawili. Kwa nini mpemba? Yaani hili swala mimi linaniuma sana. Ndio maana nikasema mje wote. Sikiza mpemba nikwambie. Unajua toka siku ya kwanza mimi naonana na wewe unakuwa unaongea vitu ambavyo havieleweki. Unakuwa unanipotezea muda. Afu mimi nina vitu vingi vya kufanya. Nakuja lakini uniambie kitu chochote cha maana. Mimi nashindwa kukuelewa kabisa ujue. Sasa kwa kifupi ni hivi. Nataka nikueleze ukweli. Nikueleze ukweli. Kwamba yule bwana mkewe hajafa. Unajua kuna binadamu na mashetani. Una ushahidi katika hili? Sikiliza. Unajua mwenzio anapopata matatizo, anapofanya vibaya ni lazima umsaidie. Mimi naniuma sana. Sana. Hivi mpemba, ni mambo gani unakuwa unaongea? Hivi unadhani hata familia yake ikijua ya mambo unaongea? Tunajitarisha maisha yako wewe. Unadhani tutakuwa katika wakati gani? Wakati siku ya msiba. Wewe mwenyewe ulikuwepo siku ya msiba mpaka tunaenda kuzika. Umeona? Tulikuwa pamoja. Afu leo hii unakuja kuniambia mkewe hajafa. Mimi nitakuelewa? Zile pesa naamini umezipata. Ndio bosi. Pole sana ndugu yangu. Taarifa nilipata nilikuwa safarini. Na naamini hamna jambo linalokuwa na mwanzo linakosa mwisho. Pole sana kwa kuondokewa na mke wako. Nashukuru bosi. Tuko pamoja na yote ni mapito tu ya dunia. Naamini kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Basi naomba tuongozane ili tukapata hata chochote kitu chakula. Sawa? Asante.
Kama kuna kitu nikikumbuka nasikia furaha ni siku ya harusi yetu. Zozo. Ya, umejuaje? Please, bado usinikumbushe. Unajua mzozo na vituko saa. Nikikumbuka pia na mbwembwe za MC Tebeti. MC Heri mwenyewe. Na mfungwa champagne wetu Gwala Gwala. That was amazing. Wasikia bwana, nisikilize kwa makini. Mimi nimekuleta huku ili niweze kukuonyesha lile tukio ambalo nilisema nitakuonyesha. Sawa sawa? Haina shida. Kwa hiyo mimi wewe nifuatilie, mimi nakuonyesha wazi wazi. Sawa, haina shida. Mungu wangu. Usimamaki na Moses. Siamini macho yangu. Mama, nadhani kila kitu tumemaliza kule. Hapa tumekuja kumaliza tu. Sawa? Na inatakiwa uwe jasiri kama ulivyoweza kuwa jasiri. Sawa? Sasa nifanye. Sasa lazima nimwangalie yuko sehemu gani. Ona wako kwenye gari. Mama, nadhani kazi yako nimemaliza. Ila chunga mdomo wako. Narudia tena. Chunga mdomo wako. Sawa? Unaweza kupokea
Halo. Habari? Salama, habari yako? Salama, wewe ni mama yake na Moses? Ndio mimi mama yake. Kuna taarifa kidogo za kutisha zimetokea. Taarifa gani hizo baba? Mimi naitwa Mr. Mwageni. Kwenye karibu na uwanja wa Fisi hapa kuna ajali mbaya imetokea. Ajali? Huyu kijana wako Moses amepata ajali, alikuwa na mke wake. Mama yako ameumia? Yeye amezulika kidogo, lakini mke wake nadhani hatuko naye tena duniani. Aya basi naomba unipe dakika chache tu nitakuja hapo. Asante sana. Nimekukubali, unatisha. Nani? Sibahatishi. Nilikuwa namchukia yule mtoto. Anajisikia anaringa. Mimi sibahatishi. Sasa inatakiwa nikulinda. Kwa sababu bila ulinzi Palome. Ndo mambo alivyo. Binadamu wabaya. Ni kila siku nakueleza. Nadhani tumemaliza kazi hapa. Sawa, nashukuru bwana. Unajua unaweza usiamini kabisa. Ndio hivyo. Na ndio maana nilikwambia binadamu wabaya. Sasa unafikiri tutafanyaje? Mimi nakusikiliza wewe. Chochote unachotaka tufanye mimi nitafanya. Kwa sababu yule bwana anapomjua, yani ni mtu ambaye huwa haamini kabisa mambo ya ushirikina. Kwa hiyo hata nikimfikishia hili swala, huwa haamini kabisa kwenye mambo haya ya ushirikina. Mimi ndio maana nilitaka na yeye awepo. Sasa wewe amficha wewe. Kwani umficha? Mimi nataka na yeye awepo ili aelewe hichi kinachoendelea. Lakini kama hawezi kufanya mambo basi mimi na wewe tuweza kufanya na kusikiliza wewe. Mimi nadhani cha msingi fanya, acha tufanye. Yaani fanya, lakini kumshirikisha yule bwana anapomjua. Hawezi. Yule bwana hawezi kabisa. Yaani kwenye masuala ya ushirikina jamaa huwa sio mtu kuelewa kabisa. Kwa hiyo kama unaweza bwana mpendwa, uone nisaidie tufanye tunavyoweza. Pasipo yeye kujua. Sijui anaelewa bwana Mpemba. Yaani tusimshirikishe chochote. Mimi bwana nikutoa wasiwasi. Mimi nitafanya. Sawa? Ninafanya yule binti anakuwa anakuja pale. Wewe si ulisema yule mama yuko pale kwenye nyumba? Ndio. Basi mimi nitafanya yule mama mpaka aondoke. Na kama kuna mwingine aliyoshiriki, lazima naye aondoke. Lakini Mpemba, hivi unadhani yule jamaa hatazurika? Mimi ni yule aliyefanya, aliyesababisha kile kitendo kile cha yule binti kumtia majaribuni yule. Yule ndio ataharibika hata kama alishauri tu. Yeye ndio atapata shida, lakini
Yule rafiki yako yule atakaa salama salimini. Basi tufanye. Yeah. Basi sasa kama unasema tufanye. Ndio. Mimi nitakuagiza vitu ambavyo lete. Haina shida, ndalete. Bwana sikiliza, nisikize kwa makini haya. Sawa. Taleta mishumaa 4. Sawa? Kuna mishumaa ile myeupe na kuna myeusi. Sawa? Ile myeusi ile tunaita ale habibi. Wanaelewa vizuri? Ndio. Kisha utaleta kitambaa cheupe. Haijalishi hata kiwe kifupi hivi lakini kiwe cheupe. Hata kiwe kimelingana na mkono wangu hivi. Ndio. Kiwe cheupe. Sawa. Sawa? Sawa. Ya, hivyo tu. Kwa nini hivi mishumaa 4 na kitambaa cheupe? Ndio, lakini katika hiyo mishumaa usikosekane mshumaa mweusi. Kwa sababu unamaanisha ile mshumaa mweusi ni mambo ya giza. Na hapa tunafanya nini? Mambo ya giza ili kusudi tuweze kukamilisha lengo letu. Basi haina shida Mpemba. Kwa hivi vitu ni viete lini Mpemba? Yaani wewe hata kesho ukileta tuanza kazi ndio. Basi bwana Mpemba mimi ngoja nikuache, lakini si utanunua mwenyewe. Nikuachie pesa. Yawezekana. Basi haina shida. Chukua nadhani itatosha kwa hivi vitu ambavyo. Lakini hii kubwa sana hii. Hapa matumizi yake itakuwa 3000. Wewe usijali, kunywa soda itakayobaki au yaani wewe bwana wewe kamilishe bwana hilo swala bwana. Basi usijali wewe. Haina shida. Haya basi ngoja kweli yani napata 2000 ya soda hivi yani. Palome arudi katika nyumba ya Moses na yule mama aondoke kwenye ile nyumba. Ana mama. Anaamka. Ana kutuna nini? Ana mwanangu. Kwani kilitokea nini mama? Yaani mama mimi sina ninachokumbuka. Unajua Ana, nilikukuta chooni. Ulifikaje chooni Ana? Ndio sijui mama nikueleze vipi. Nini? Yaani ninachokikumbuka. Ndio hivyo. Mbona mimi wakati nakuja sijaona mtu wala kuona miguu ya mtu? Huyo mtu kapitia wapi? Au ni mawenge tu mwanangu Ana? Haya, nenda kalale mama.
Mwanangu, naona unakagua gari yako. Mama. Muda mrefu unaonekana hujaendesha. Kwani mwanangu, naomba nikuulize swali. Kwani humu ndani tunaishi wangapi? Mama, kwa nini umeniuliza hivyo? Hapana, nimekuuliza tu. Ina maana mama ufahamu kama sisi humu ndani tuko wangapi? Tuko mimi, wewe na huyu binti uliyemleta mwenyewe. Sasa unaponiuliza swali hilo unakuwa na maana gani? Nimekuuliza tu Moses, sina maana mbaya. Mama, niambie una maana gani kuniuliza hivi? Basi tu nimejisikia kuuliza hivi. Swali kama hili lazima kutakuwa kuna sababu za msingi, kwa sababu wewe mwenyewe unafahamu kwamba humu ndani sisi tuko watatu. Kwa nini niulize swali kama hilo? Moses, haina sababu yoyote, nimekuuliza tu mwanangu. Hamna sababu yoyote. Mama, naona unataka tu unikumbushe machungu mimi. Hapana mwanangu. Humu ndani unajua kabisa tuko watatu, unaniuliza maswali hayo. Ni yako tu nikwambie kwamba na mke wangu yupo. Kwani hujui kama amekufa? Hapana. Mama, acha maswali yako. Nimekuuliza tu mwanangu. Karibu. Asante. Habari? Naomba nisaidie maji ya kunywa. Wenda kaendelee kupika. Mimi maji nitampelekea mgeni sana. Mwanangu huyo. Mama. Sasa kupotea. Mama tupo. Karibu. Asante. Mbona umeadimika hivi? Nipo mama, shikamoo. Marahaba. Nimefurahi pia kukuona siku nyingi. Na mimi pia. Haya. Hayo maji uagiza hayo hapo. Ndio. Jisikie kama uko nyumbani. Haya. Ngoja nikamwamshe Moze. Sana bwana. Kumbe unamjua rafiki yako Bwana Mzozo. Bwana sana. Master plan. Ndugu yangu. Vipi bwana? Safi. Naona uko umepumzika. Bwana nikaa naoga hapa. Nakuja muda mrefu sana ndio. Karibu sana. Asante. Tuwezetu tu hai. Tuna muda wa kupoteza. Tuondoke tu hai. Haina noma, tuwezetu. Mama baadaye. Haya. Mama. Mwanangu. Karibu tena. Haya mama. Haya. Dada. Ulikuwa unaelekea wapi? Sokoni. Naomba maji ya kunywa. Maji ya kunywa? Wewe huwezi kwenda kuchukua maji ya kunywa? Mimi nimetoka ndani sasa hivi, unirudishe tena ndani sasa hivi. Na unaniona msana naenda sokoni, unaniambia nikakuchukulia maji ya kunywa. Wewe unataka kwenda kuchukua maji ya kunywa? Umekalisha mtambi wako tu hapo, unashindwa kwenda kuchukua maji ya kunywa wewe? Hauna kiu. Kama una kiu utaenda kuchukua maji ya kunywa.
Mwanangu, nakusikiliza. Hivi mama, huyu binti umemleta ndani ni kahaba au ni ausige? Kwa nini baba? Mimi namwagiza maji kweli ananitukana? Amekutukana? Mbona hana hiyo tabia? Nasema hivi, huyu binti sitaki kumuona ndani. Hapana, ni haraka. Namwambia msamaha, naomba niongee naye. Kama anaweza kunitukana mimi, je, majirani? Mama, mimi ndio mwanaume na mimi ndio baba wa familia. Nimeamua kwamba huyu binti sitaki kumuona ndani, aondoke. Mama, nimemaliza. Baba. Mama, kama nilivyozungumza, Ana. Ana. Umefanya nini? Umefanya nini? Mbona umevuruga mambo mama Nini ulichokifanya leo? Umenitia aibu, nimetukanwa mimi leo kwa ajili yako. Mbona sikuelewi? Wewe kumtukana Moses? Moses ambaye ndo mume wako. Mama, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Hivyo. Moses siwezi kumdanganya mimi mama yake. Mama, kweli mimi sijamtukana. Kwani nifanye hivyo? Mimi siwezi kufanya hivyo. Amekutupa maji, umemwambia anyanyuke mwenyewe. Mama, kweli mimi sijamtukana. Ana umemkosea sana mwanangu, umemkosea. Unakumbe kasha tumbo lako kama ukachukue maji na mbania kuwa kabisa. Ana yani umevuruga kabisa, umepanda kitandani na viatu kiasi gani unaonyesha kwamba shujaa. Mama, kweli mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo Moses anadanganya mama yake, mimi naota hapa sasa niko usingizini. Mbona unavuruga mipango yetu? Hata tuliipanga haijao mwanangu, Nimekuombea msamaha mpaka basi, lakini Moses nikasema akirudi asikukuti. Mama, naomba akirudi uniombe msamaha. Mimi siwezi kufanya hivyo. Alifahamu. Mtoto wewe, yani mtoto wewe umenivuruga. Yaani kizabizabina sana wewe, yaani mtoto kizabizabina. Nimeonekana mimi sina. Nimeambiwa nimeleta chakula mmoja. Nimeambiwa yote mimi. Sasa kitu kimoja. Nakuomba Moses akiingia. Muombe msamaha mwenyewe. Sawa? Nenda kapike. Ujipange saa kija, ujipange utamwambia nikapike kabisa mapema. Ujipange ana umenikosea. Mose mwanangu, tuko hapa na dada yako kwa ajili ya kukuomba msamaha kwa kile kitendo alichokifanya. Mama, mwanzoni mlipokuja hapa mliniambia mmekuja kunifariji. Lakini tangu mmekuja hapa sioni hicho kitu.
Isitoshe huyu binti hawezi akanitukana mimi na kunidhalilisha. Ndio maana mimi nimeamua aondoke huko ndani. Kwa msimamo wangu mama ni huo, sitaki kumuona humu ndani, aondoke. Hapana Moze, huyu ni binti, tena ni msichana tu mdogo. Nadhani mtoto akinyia kiganja hawezi kukikata Moze. Kosa la kwanza haliwezi kumpeleka jela huyu binti, na kuomba Moze msamehe. Hata vitabu vya Mungu vinasema samehe 7 mara 70. Moze, naomba msamehe dada yako. Mimi sioni umuhimu tena huyu binti kuendelea kuwepo hapa. Kama ameweza kunitukana mimi, je, wewe mama yangu kesho si anaweza kukupiga? Kama ni mshahara wake nitamlipa hata kama hajamaliza mwezi. Aondoke huko ndani. Mtoto akinyia kiganja Moze hawezi kukikata, naomba msamehe. Ni kweli tulikuja kwa nia ya kufariji. Ni amekosea tu Moze, naomba msamehe. Nadhani hata rudia tena ni kosa. Baba. Mwanangu. Ana. Muombe kakako msamaha. Sitarudia tena. Nilipitiwa tu, haitajitokeza tena. Simama. Ukae. Nimekusamehe. Ana, kakako amekusamehe. Sawa. Kwa jinsi ulivyomuuzi, ingekuwa mtu mwingine asingekusamehe. Naomba ili swala lisirudie tena. Sawa Ana? Sawa. Haya. Nakuomba uende sokoni Nyuki ukanunue vyakula tuje tupike. Na usisahau ndizi. Si unajua kakako anapenda ndizi? Haya mama. Moze mwanangu. Vipi? Ile swala tuliongea na magari yako, umeshaingiziwa? Yale magari wamesema wataleta wiki ijayo. Na wanaingiza yote kwa pamoja au inakuwaje? Wataleta 4, baada ya wiki watatuma tena. Nzuri. Na pia vipi swala la kuoa? Naona muda. Mama, mimi sasa hivi siwezi nikaoa, ni mapema sana. Nilikuuliza tu. Nimeamua nitulie kwanza. Niuliza, tunaona muda. Naenda, nauliza tu. Hivi mama, nikupikie, nifanye usafi, lakini hata chombo unachotumia wewe huwezi kukiosha, si ndio? We koma. Usirudie tena kuniuliza maneno kama hayo. Na unanipandishia sauti wewe kama nani? Mimi ni mama wa mumeo.
Leo nimeota ndoto mbaya sana kuhusu wewe. Ndoto mbaya kuhusu mimi? Ndoto gani tena hiyo mwanangu? Mama, nimeota Maria na mke wangu Paroma anakupigia. Wewe ananipiga mimi? Ndio mama. Kwa sababu bila ulinzi Mota anakupigia makofi mama, mmegombana sana. Nisikilize mzee. Usishtuke. Hizo ni ndoto tu. Kwa nini ni mote? Hiyo ilikuwa mke wako, kwa lazima mawazo yakujie. Na kwa nini kote? Unajua kwa sababu unawaza sana na iko kichwani kwako. Sikia mzee, ndoto kama ndoto haina maana. Na mimi sidhani kama ina shida. Nimeota tu mawazo hayo Moses. Asante. Naomba niletee na maji ya kunywa. Mama! Mama! Mama, hiki nini? Mama, kama mnataka hii nyumba simseme. Mambo gani mnanifanyia? Ana! Njoo. Sijategemea njoo. Huku mbavu gani mnanifanyia mimi? Nini hichi? Nakuuliza nini hichi Ana? Kwa hiyo mmeamua mwanze kuniloga mama, nauliza. Umefanya nini nakuuliza? Mama, mimi sijapika hivi. Kapika nani? Kapika Moze kaweka umwe? Kweli mama. Kapika nani? Kapika nani hapa? Nimepika chakula. Sasa hivi vitu gani Ana? Lakini uko hivi hapa kuchanganya. Fanya nini akili Ana jamani? Wewe Ana jamani wewe. Unanikumbuka? Kwa nini unapenda mateso? Unaipenda sana hii nyumba. Kwa nini unahangaika na vitu sivyoweza kuvipata? Beba kila kilichokuwa cha kwako na uondoke ndani ya nyumba hii. Na endapo utafungua mdomo wako kusema nitatoa uhai wako, nadhani tumeelewana. Sihitaji kukuona. Mama. Nimekuita hapa, nataka nikuage. Uniage? Ndio. Kivipi yani? Nataka kwenda nyumbani. Unataka kwenda nyumbani? Mipango yetu imeshafanikiwa. Mama, mimi maisha hapa yamenishinda, nataka nirudi nyumbani. Pamekushinda vipi Ana? Mbona unataka kunivuruga? Mambo alishazungumzwa. Ukamwomba kabisa kakako msamaha, akakwambia yameisha. Sasa vipi tena leo? Au na malaria Ana kichwani? Hapana mama, tatizo sio hilo, ila tu nataka nirudi nyumbani. Mambo yetu tuliongea mpaka tuyapanga kuja hapa, imeshatimia?
Kwa nini? Mama, kaka atapata mwanamke mwingine. Sio lazima mimi. Ah, mpaka unavyoniambia hivyo, inaonekana kuna mtu ushampata anakuvuruga akili, si ndio? Unasema kaka atapata mwanamke mwingine. Wewe umeshapata nini mwanamume? Hapana mama. Unajua unanichanganya. Nakuomba, nataka nirudi nyumbani. Maana ninavyokubembeleza vyote, na hata unielewe. Na mimi siwezi kwenda kukubembelezana. Kama umeamua kuondoka, sawa. Safari njema. Usinikasirikie lakini nakuomba. Nauli nilokupa na kutosha? Ndio. Utafika Ndio. Ila ana na kuomba, kumbuka mimi kule ni mtu maarufu sana. Usije ukaenda ukanichafulia jina. Ukaenda ukasema alikuwa ananyanyasa, alikuwa hanipi chakula, mara hivi ngo nilizoondoka nazo ndo nilizorudi nazo. Hapana, utakuwa umenikosea. Mimi sijakufukuza. Umetaka kuondoka mwenyewe. Siwezi kufanya hivyo. Haya, lakini tutakaongea wote, nitapiga simu kabla sijafika. Sawa. Safari njema. Sawa. Salimie wote huko, sawa? Waambie nitakuja mwezi unaokuja. Shughuli za kumbukani ni leo ya mwisho. Hala shoga yangu. Za siku. Wanasemaje huko? Mbwinde, maana nimewakumbuka hatari. Hata mimi nimekumisi. Wewe usiniambie. Kaolewa lini? Yule muuza vitumbua? Toba. Bwana harusi nani? Mama, usimtanie. Yule baba muuza mkaa alikuwa anakufunza. Hivyo enda kuishi naye wapi? Kama nawaona nishawazumu mama kwa uvunguni mama. Umbeo umetarada. Hebu nikae vizuri mie. Nadhani ni rahisi sana kuona na mwenzio. Hii dhambi itakutesa sana katika maisha yako. Hakikisha unachukua kila kilicho cha kwako huko ndani na unaondoka. Hakikisha hakuna mtu yoyote anajua. Usipofanya hivyo, yatakukuta makubwa zaidi ya yale. Mama, kwa nini unaondoka moja moja wakati mlikuja pamoja? Na unakumbuka uliniambia mnakuja kunifariji? Mama yangu, tatizo nini hasa? Hamna tatizo baba. Naona muda nimeshakaa muda mrefu. Naona muda ulokaa unatosha kukufariji wewe. Naona bora na mimi nirudi kaende na shughuli nyingine. Lakini mama, uliniambia mnakuja kunifariji. Ni kweli, lakini pia kule inahitajika mama. Unaondokaje unaniacha katika wakati mgumu namna hiyo? Acha niende, ikifika muda nitarudi tena baba. Mama, nakuomba mwanangu. Mimi nafikiri tutatuma pesa, watafanya watu wengine. Naomba niende kwa muda mchache tu. Hapana. Mwanangu nakuomba baba, niko chini ya miguu yako. Mama, huwezi kuondoka. Mwanangu, sikiliza mwanangu. Haiwezekani. Baba.
Baba nisikilize. Mama huwezi kuniacha mwenyewe. Hapana. Mwanangu nisikilize. Mama huwezi kuniacha mwenyewe mama. Hapana mama. Huwezi kuniacha mwenyewe. Kaka Moses. Unajua kuna jambo linaniumiza sana kichwa. Jambo gani mzozo? Nimefika hatua sasa yani nashindwa hata kulala. Hata chakula nikila muda mwingine akiliki kabisa. Hili jambo linaniumiza sana kichwa. Alafu kibaya zaidi hili jambo linatoka ndani ya familia. Naweza kusema kikulacho siku zote kikuoni mwako. Mzozo una maana gani? Kifo cha mke wako kimesababishwa na mama wako mzazi. Hivyo ndio ilipokuwa. Ndio iko hivyo. Kila kitu. Yaani uko hivyo kabisa. Hivyo ndivyo. Sawa. Kwa hiyo funguza. Moses, tangu wewe tumekuja hapa, uso wako umekuwa mzito kama chapati ya maji. Naona umekuja hapa, sura yako sio kama kawaida yako. Hatieleze kuna matatizo gani? Ni yale yale au kuna mengine? Mimi bwana sielewi. Kwa sababu kila kitu nasingiziwa mimi. Mke wangu mimi naweza nikamuua mimi. Kwa jinsi unavyonifahamu wewe. Nawezaje kumuua mimi mke wangu? Kakake ananifuata ananifanyia fujo leo, anasema eti mimi ndo nimehusika kwenye kifo cha mke wangu. Ndugu zangu wenyewe wanalaumu kwamba mama yangu kafa, mimi ndo nimehusika. Leo tena familia mwanamke inalaumu mimi ndo nimehusika na kifo cha mke wangu. Bwana Moses, tiache kuzunguka mbuyu. Japo Waswahili wao wanasema domo jumba la maneno, lakini maneno yapo ya kuwafuata, mengine tinaweza tisiafati. Unajua kwa mtu mwenye haki timamu kabisa, anapokuona wewe umetoka kufiwa na mke wako, halafu wewe umegeuka umekuwa gulvandachi, hata sisi tungeona hapa huyu mtu kuna jambo inawezekana kweli anahusika. Kwa sababu kwanza kitabia sasa hivi una mfumuko wa tabia mpya. Moses ulikuwa mlevi wewe mbwa. Moses ulikuwa una adabu, lakini sasa hivi hujawa mhevi, umekuwa yani tunasema mtungi daily. Linywaji. Moses ulikuwa hauchangamani na wanawake. Wanawake ulikuwa unawaogopa, wewe hata kutongoza unakaa kilomita 100. Lakini sasa hivi tina habari zako baba. Bwana umekuwa mtu wa kulala guest kama shuka lenye namba. Hata kama ingekuwa wewe ungejisikiaje? Mtu angekuita hata kama hujafanya ungeonekana kweli umefanya. Mbona tena kusibwa? Kama unakunywa pombe kwa sababu ya kutatua matatizo, baba unajidanganya. Umenielewa eh? Kama pombe inatatua matatizo ya watu singewakuta mitaloni bwana. Lakini kuna watu pombe shawaribu paka timu wakuta mitaloni. Hatijua wamefanywa nini shughuli zao. Lakini tunasema ni pombe hizo. Na kama wanawake kulala nao wewe unatumia kama njia ya kujifariji, unajidanganya uzie iwe. Tena unalibananga kweli kweli. Ngoja nikueleze bwana. Usitipe walimwengu maneno ya kuzungumza kwa sababu ya tabia zako. Hakuna mtu hata mmoja ambaye atafunga safari yake huko kuja kukusaidia wewe ukae katika akili timamu zaidi ya wewe mwenyewe kujifunza. Mimi ningetaka kwa matatizo yalikuwa mkutokea ungemtafuta Mwenyezi Mungu kwa kwenda kanisani. Tena na jina zuri Moses. Tafadhali bwana. Usiwakale walimwengu.
Tisiwape watu maneno ya kuzungumza. Chunga tabia yako. Sawa? Sawa bwana. Bwana. Au kama kuna jambo mimi nimeteleza, basi niambie. Mimi bwana na kuahidi ndugu yangu mimi nitabadilika. Badilika bwana. Bali sio badilika ujichubue wewe mweupe, rangi yako hiyo hiyo. Yaani badilika tabia yako. Japo watu wenyewe wanasema moyo wa mtu kichaka, japo ationi majani yameotea wapi, lakini tivumiliane kwa tabia. Ukiona unashindwa binafsi, mshirikishe Mwenyezi Mungu bwana. Kwa sababu sasa hivi kama dunia yote inanikataa, watu wananitenga, marafiki wananitenga. Kwa mimi naahidi na mimi nitamrudia Mungu Baba sana ushauri wako. Mrudie Mungu ndo kila kitu. Kama ameweza kuitengeneza mbingu kule, hajaweka sehemu hata nguzo, ashindwe kutatua matatizo yako bwana. Lakini ukiyapata wanadamu, wanadamu kama mkiwambuza ujulikani unafukuza nzi au unaficha something. Ndo maisha ya binadamu yalivyo. Ile kupiga vinywaji vyetu taratibu tu. Au kama kuna jingine, au kama unaona nakutibulia ndonyi kwa kukupa haya, unataka kuyakata maji, sema ukayakate maji yako bwana. Nashukuru hiyo bwana Moses bwana kwa nafasi hiyo ulionipa ya mimi kuja kutubu. Kwa kweli nilikuwa na fungo ndani ya moyo la muda mrefu la kumsamehe mama yangu mzazi. Ndio. Kwa sababu ya kumuua mke wangu. Lakini leo imeondoka. Na kikubwa zaidi ambacho kilikuwa kinaniuma ni kwa nini mamangu afanye vile. Alafu alivyosikia taarifa tu kwamba mimi nimejua, akafa kwa pressure. Hasira zilikuwa zimekaa ndani, kwa nini sijamsema mama? Kwa nini sijamuuliza sababu kuu ya kumuua mke wangu ni nini? Lakini leo nashukuru kwa kunileta kanisani. Hata ile hasira nilikuwa nimemshikilia shemeji yangu ya kunisema mimi ndo nimemuua dada yake, na yenyewe imeondoka. Mimi namshukuru sana Mungu Baba kwa kunileta kanisani. Vile vile nakushukuru wewe rafiki yangu kwa upendo wa kunileta. Usipige magoti bwana. Nashukuru sana. Moses, hebu ngoja Moses taratibu bwana. Kweli nashukuru. Wewe sio kunishukuru mimi. Mshukuru Mwenyezi Mungu aliye juu. Bwana wa mabwana. Jeshi wa majeshi, nyanyuka bwana. Nyanyuka taratibu, nyanyuka tu. Nashukuru Mungu. Mshukuru Moses ni Mwenyezi Mungu. Hata wewe mwenyewe katika Biblia wanatieleza panapo yeye hakuna kinachoshindikana. Ulaiva. Nyanyuka bwana. Mungu Baba nakushukuru kwa kunipa upendeleo bwana. Wewe mshukuru Mungu bwana. Nisikize. Usishukuru mimi. Mshukuru Tate Rumbe. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Mimi jukumu langu lilikuwa ni kuleta wema madhabahuni. Lakini sio wewe kunishukuru mimi. Nashukuru sana. Nashukuru kwa sababu umeamua kubadilika. Maana hata Biblia inasema heri wao wamtimaniao Bwana. Wewe unakumbuka kuja kanisani mara kwa mara, kutubu mara kwa mara, maana yake shetani yuko ndani ya kisogo chetu. Wakati wote anatuvizia tufanye dhambi, anatushawishi wakati wote tukumbuke kutubu mara kwa mara. Shetani sio mtu mzuri. Shetani ameumbwa kwa ajili ya kuja kuchukua wale wachache atakayeondoka nao. Hata katika mistari fulani ya Biblia inasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbingu ni wa kwao. Lakini Yesu hakusema sio kwamba watoto wadogo waje, hapana. Bali wale wasumbuki wao na kubeba mizigo, mimi nitaibeba kwa ajili yao. Umekuwa mwepesi ulipookoka. Utamweleza